Yeah. Oya, washikaji wote kutoka Tanzania mzima. DJ T hapa, Shujaz FM. Looking for cash money, mina saka ganji, nikikosa nawakilisha kitaa kwa wana wote makacha. Looking for cash money, mina saka ganji, Mi hustler, mi boss, mi hustler. Kwa majina naitwa Shabani Abdulaziz Aljabri, almaarufu kama Chevy Classic Car Sound. Mimi binafsi ninajishughulisha na shughuli za music system katika magari aina zote, na ofisi yangu ipo hapa Kijichonyama, njia panda za Mabatini. Kitu kikubwa kilichonifanya mimi kupelekea kufanya mishe hii, kwanza kabisa kitu ufundi ilikuwa ni moja kati ya ndoto zangu. Sikuwahi kuamini wala sikuwahi kufikiria kufanya kazi yoyote ile tofauti na kitu kinachohusiana na ufundi. Ndio issue kubwa ilionifanya mpaka mimi nikafikia hapa nilipo. Mishe hii imenipelekea kumiliki ofisi yangu kama hivyo unavyoiona. Nilianza kama fundi kibarua, lakini leo hii nimemiliki ofisi yangu mimi mwenyewe. Hiyo ni moja ya faida. Lakini pili, nilipenda na mimi siku moja nitembelee usafiri wangu. Kwa juhudi zangu, uwezo wa Mungu, nimetembelea usafiri wangu. Tatu kabisa, sikuwahi kujitegemea. Nikiwa na maana kwamba kama ni chumba, nyumba, nilipe kodi mwanzo mpaka mwisho, nijue kodi ya maji iko vipi, nijue kodi ya umeme iko vipi. Nilikuwa ni mwoga sana wa maisha. Lakini kupitia ofisi yangu hii na shughuli zangu hizi, leo ninajitegemea. Faida kubwa ninayoipata, kwanza kabisa, nakidhi mahitaji yangu muhimu yote kama kijana. Na faida ya pili ni kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ama zinavyozidi kusogea, nimekuwa nikikutana na watu tofauti, nikiwa na maana kwamba napata watu tofauti, kwa maana kwamba sometimes napata watu ambao wana uwezo wa kunipa mimi support pasina mimi kutoa kitu chochote kile. Hiyo ni moja ya faida katika faida ninazozipata mimi. Kabla ya kuwa hapa nilikuwa fundi. Baada ya kuwa fundi, niliwahi kufikiri siku moja kumiliki ofisi, japo haikuwa rahisi sana. Lakini kwa juhudi zangu za ufundi, sikumweka sana nyuma Mungu wangu, akanijalia duka langu hili ikawa ni moja ya faida zangu. Lakini ili ufaulu katika mishe kama ninayofanya mimi, ni lazima mmiliki wa ofisi uwe una ufahamu wa ufundi ili ufaulu. Ukishajifunza ufundi, basi una uwezo wa kumiliki ofisi na ukaiendesha. Lakini ukiwa na uwezo wa kumiliki ofisi na ikiwa wewe si fundi, kazi yako kubwa itakuwa ni kuuza bidhaa kama bidhaa. Lakini wateja walio wengi wanapenda wanaponunua bidhaa, basi wewe mwenyewe uweze kufanya nini? Kumfikisia ile sehemu ambayo anahitaji yeye kuweza kufikisiwa. Hapo unakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kupata wateja kuliko yule ambaye anayeuza kitu kama kitu tu bila kufanyia installation yeye mwenyewe. Inakuwa ni tofauti. Otherwise labda ni uwe ni mtu ambaye unauza mzigo kwa bei ya jumla, inakuwa kidogo labda inaweza ikasaidia. Lakini kwa mtu ambaye ofisi yake ni kama ya kwangu mimi, bado hajaanza kuuza mzigo kwa jumla, anakuwa hana nafasi kubwa sana ya kupata wateja kama mimi ambaye tayari ninakuwa na ujuzi wangu. Kwa point ya msingi, unapohitaji kufanya shughuli kama hii, kitu cha kwanza kabisa ni kujifunza ufundi. Malengo yangu makubwa kwanza ni kuishi katika nyumba yangu. Ndoto yangu kubwa hivi sasa ni kuishi katika nyumba ambayo nimejenga kwa gharama zangu mimi mwenyewe kupitia shughuli yangu hii. Lakini ndoto yangu nyingine pia ni kwamba nitanue biashara yangu hii iweze kuwa ni biashara ya kimataifa. Ndio ndoto yangu kubwa. Kwanza kabisa, vijana wengi tumekuwa ni waoga wa maisha. Lakini pia vijana wengi tumekuwa ni wepesi sana kukata tamaa katika maisha. La tatu,
vijana wengi tumekuwa tukiishi katika ndoto za, labda nitumie Uswahili wa Kiswahili cha Uswahili kidogo, katika ndoto za alinacho. Namaanisha nini? Kwa siku kama leo unaweza kukutana na kijana ndoto yake kubwa kwanza kabisa ni kuwa na gari, bila kufahamu gari anayoitaka yeye itakuja kwa njia zipi. Na ndio maana hata leo ukifuatilia sana katika maisha ya vijana wengi wamekuwa wakifanya vitu visivyostahili katika jamii ili waweze kuishi katika ndoto zao. Kwa ushauri wangu mimi kwa vijana, tunatakiwa tufunguke kiakili, lakini pia tuweze kushindana na moyo. Kuna muda moyo unakuwa ni mvivu wa kuamka ama kuweza kuamsha akili. Kwa hiyo utakapofuata moyo kama unavyotaka, ndio mwisho wa siku tunaishi nyuma ya ndoto zetu. Pointi ya msingi, vijana tuamke, tuamini kwamba tunaweza hata bila ya kuwezeshwa. Tupigane, tunaweza.